Dear Northeastern youth, it is time to lose respect for your elders. Gachagua is not the problem. Your elders is the problem. Your elders choose bad leaders for you every 5 years, and you have to live the consequences. So let's stop blaming Gachagua and the Kikuyus. Take responsibility, youths from Northeastern. Hold these elders accountable. Let them fear you. Let them feel the pressure. Lose the respect. Hakuna haja ya kuheshimu mzee ambaye anakula pesa ya mtoto yako. Hawa wazee ni wezi kama hao viongozi wenu. Wote wako kwa the same WhatsApp group. Mzee ni mwizi na wanasiasa ni wezi. For you to fix this bad leadership, you have to fix your elders. Ama namna gani? Time to lose respect. Have a lovely night. Bye-bye. For the first time, I have seen and heard Rigathi Gachagua talking sense and facts. Mr. Rigathi Gachagua, umerepresent watu wengi wa Northeastern. I am personally from Marsabit County, and I have seen dhuluma ile inaendelea Marsabit County. I have seen ukora ile inaendelea Marsabit County. I have seen wizi ile inaendelea Marsabit County. But once you try to talk about corruption in Marsabit, wanakukidnap, wanakutishia, they threaten you so that huwezi ongea. But reality is coming. Reality is here with us. Completely no development in Marsabit County. That is fact. Kama unakataa ati kuna development Marsabit, jitokeze tuone. Utuonyeshe hizo development ni gani na gani. Barabara ni mbaya, mashule ni mbaya, health sector ni mbaya. Hakuna maji, hakuna stima, and yet tuko na allocation ya pesa mingi kuliko county zingine. From 2013 up to date, Marsabit County wame receive more than 76.8 billion shillings. 76.8 billion shillings zimeenda wapi? So, Rigathi Gachagua, ile kitu umesema ni ukweli na ni ukweli mtupu. Mimi kama youth from Marsabit County, na kuambia asante sana, umerepresent watu wengi, wale wamenyamazishwa, wale wame threateniwa ati wasiongee vitu kama hizo, but sai kila kitu imejitokeza. Thank you so much. Waislamu tujivuruteni hapa karibu tuzungumze. Mwenyezi Mungu ametuumbua. Ile kuficha ficha tulikuwa tunaficha ficha Uislamu na Waislamu tukijifanya sisi watu wema. Mwenyezi Mungu ametuumbua. Tumefika mahali katika dini yetu tunaona mtoto amemdunga mamake kisu. Mwanamume amemkatakata bibi yake. Hapo ndo tumefikia Waislamu. Na masheikh, they don't see a red flag of Islam getting out of hand. Masheikh badala wazunguke wakieka masheikh wengine. Let me tell you something, maustadh. Kuna kitu munasawa. Our Christians, they have seminars every year. Kuja kuangalia ma-Christian wanaishi vipi, ma-pastors ni vipi. Waislamu hamuna makongamano ya kukutana na maimamu kutoka different regions, wards and constituencies and counties. Kuangalia what challenge are they facing kwa mitaa yao.
What kind of humanity ambao saizi wako? How can we, kwani tunaweza fanya nini ndio tutakol matatizo ya dunia hii ya sasa? Nyinyi ni kukaa, preach yenu imekuwa ni Muslims and Christians, mambo yasokuwa na maana. While maustadhi wako huko Lamu wanatulawitia watoto, mashehe wako huku wanalala na watoto. Waislamu mnakaa chini mkiangalia Waislamu. Uislamu unaumbuka. Saa hizi mahali wa Kristo wamekaa, they are questioning themselves if they should vote for Muslims as politicians. And this is what I tell you, my friend, stop voting for Muslims. Muslims, they are not people of integrity. Muslims are not people who can be trusted. That is what they have shown us. Look at Canaan. Canaan amekaa kwa kiti miaka 20. Canaan ni nini amefanya as a Muslim? Mkimwangalia Canaan, mumwangalia Duale, mumwangalia Hassan Jumbe ambaye anaitwa Hassan Joho, muangalie Muslim businessmen. Look at the Somali Business Association. Go and do research. Look at the atrocities they are committing. Look at the corruption among Muslims. Look at how they disregard the human race. The taxpayers' money, which is being paid by Christian, Muslims, Indian, everyone in this country through their sweat. How much are they doing? What are they doing? My friend, you are going to say one thing. Me, I will always applaud Kikuyus as leaders, because I do recognize there are some people who are born leaders. Munaweza tuambia narrative ya Wakikuyu wanatutawala miaka yote, Wakikuyu wanatufanya. But I have seen leadership in Kikuyu. Juzi Mount Kenya walikaa chini wakasikia maroli yao hayawezi kuingizwa hapa Mombasa, wana challenges. Walikaa chini wakaita the whole Mount Kenya, wakaambiwa wakulima wetu wanalima, hakuna mahali kwa kuuza chakula, wanakuja Kenya mzima wakibageni, wanatetea watu wao. Have you seen Hassan Jumbe, the former governor of Mombasa, sitting down akitetea korosho za hii country, akisema watu wapate? And that is why I'm telling you, Hassan Jumbe is a political fool and an idiot. And thankful to Sifuna and Mama Ida Odinga, they are seeing Hassan Jumbe a political fool like the way he is. Let me tell you something. Politician ambao munaenda katika siasa saa hizi, kina Lulu Hassan, kina Mwanamisi Yamadi, yoyote, kina Rashid Abdalla. My friend, if you stand for nothing, you fall for nothing. And that is why Hassan Jumbe is falling for nothing, because he stood for nothing. No matter how compromised you are, you need to have a choice. And I have seen that word through Governor Mung'aro. Mung'aro ameletwa katika kiti na Alpha na Raila. Ametoa pesa nyingi sana kwa governor. Kuna watu wanakula katika county ya Kilifi ambao ni marafiki zake Alpha, like Aden Contractors, which was awarded the contract ya revenue collection for 10 years. Do you know how much Aden Contractors paid for that contract? Do you know how much they are going to loot in Kilifi in terms of revenue? I was there bidding for that tender, and I saw the game. How much Mung'aro received to give that tender, how much the committee, and everything. But Mung'aro has a choice. You know he's compromised, but he has a choice of deliverance to his people. Now that is why you see Mung'aro, he's trying, no matter how compromised he is. Anapeana 59 million za low education. Mung'aro, kuna watoto wa Kilifi wanasoma hapa Mombasa, Mombasa Polytechnic, Vision huku. Na check ya Mung'aro ya kulipia watu wake wa Kilifi inakujanga every 28th of every semester. Mung'aro is paying for Kilifi people. Let's ukweli wacha tuseme. Nimemcritic sana Mung'aro. But the more I do research, they listen to the critic na wanajirekebisha.
Mung'aro amejirekebisha sana. No matter how compromised he is a Giriama who sees other Giriamas like them. Let me tell you something, no matter which table you are sitting, and you help people, wale wako juu ya hiyo meza, to come and oppress your people, they are going to see you the same. And that is what Aisha Jumwa has refused to bring. That is what the son of Katanangala has failed to do, ambaye ni mbunge wa Ganze. Amekaa Ganze miaka 20, lakini mtoto wa Katanangala ambaye ni MP hakuna kitu ameletea Wagiriama. Na nikiwaambia hivi msishtuke. Na hicho ndio the same thing mkienda national government mnadharauliwa. Hivyo ndivyo wanavyodharauliwa kina Karisanzai. Hivyo ndivyo wanadharauliwa Wagiriama na Mijikenda ambao mko katika kiti. Hivyo ndivyo mnavyodharauliwa kina Dalutare, chairman wa KPA. Wagiriama na Mijikenda ambao mko katika kiti. Na hivyo ndivyo ninavyomwona Mwaguya. Kwa sababu mimi nikimwona Mwaguya wanamwonanga kama takataka. And lifting my hand to shake Mwaguya's hand, Mwaguya naonanga kama ni insult. Same as the son of Mwahima, Mohamed Mwahima. Is a shame to see the son of Mohamed Mwahima being a coward. It is a shame. It is a very big shame. Mishimboko, the secretary, I don't know what. It is very bad. When you stand for nothing, you fall for nothing. So mimi kitu ninachowaambia, from today I'm telling you, whenever you see a Muslim somewhere want to be voted, my friend, mchunguze vizuri. Muslims wamejianika. They are not good leaders. Muslims cannot lead. That is what I'm telling you. Leadership was not born in Islam. That is what I'm telling you. Because when I go to these Muslims, I find the Christians who are on the seat, they are better off than Muslims. Look at Ndindi Nyoro. You can say whatever is corrupt is what, sitaki kujua mahali anatoa pesa zake. Lakini afikishi watu wake machungu. Sisi tuko na Waislamu hapa, businessmen. Na ndio maana nawaambia, kama wewe ni mtu mweusi katika ile county ya Mombasa, kuna culture, support of culture. Kama uko na organization unataka kurun, kuna function unataka kufanya na wewe ni mtu mweusi, wewe ni Mgiriama, Mdigo, Mjaluo, Mkikuyu, usipeleke proposal kwa Abdulswamad. Usipeleke proposal kwa Abdulswamad. Pesa zitatolewa na zitaliwa na hakuna haki ya function utapatiwa. Tumeona functions zinazofanywa za Waswahili, Abdulswamad ana sponsor everything. Lakini za Mijikenda amekataa kusponsor, za Wajaluo, wa Kikuyu hataki kusponsor. Said Dola, mtoto wa Salim bin Ahmed, tunakuomba pesa ambayo unaletewa na kina Alpha na kina Abdulswamad, unaambiwa hizi ni za kusupport function fulani, usitoe kabla hujajua kama zimefika. Pesa ambazo umetoa previous function hazijafikia watu Said, zimeliwa. Tunajua ni lazima you give back to the community, na wewe kuwa pamoja na county ni haki na ni kisheria to give back to the community, but the county is corrupt. So watu wengi sana walikuwa wanasema Rigathi Gachagua ni tribalist kwa sababu amesema kila mtu asome kwao. So Rigathi Gachagua hakusema kila mtu arudi kwao, alisema kila mtu asome kwao. Na watu wengi wakatoka nje, especially hao watu wa Somali community, wakasema anatu profile, atupendi, hizi shule zimetengenezwa na government. Lakini sasa si unaona, wenyewe ndio wameanza kutoka nje wakisema haya, kumbe tulikuwa tumemisquote Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ako right ya kwamba kila mtu anafaa some kwao. Kwa sababu gani? MP wa kila mahali anafaa develop shule za kwao. Sasa si umeona allocation ya bursaries ya CDF. Wale ma MP wa Wajir sijui wapi wanapata hata pesa mingi kuliko kina Ndindi Nyoro, watu wa huko hivyo Central. Na hawa kina Ndindi Nyoro wametengeneza mashule zao, wameka makabros, lakini ukienda huko side za Wajir, Garissa sijui wapi, Mandera, hakuna kitu wanafanya, na wamepata the same amount of money
In fact, wamepata pesa mingi zaidi kwa sababu ya kitu yenye inaitwa equalization. Wamepata pesa mingi sana kuliko vile watu wa Central wamepata. So Rigathi Gachagua alikuwa right ya kwamba kuna MPs wenye wanajenga manyumba kwa hivyo Nairobi, kuna MPs wenye wanafungua mapetrol station na mamall, lakini ukienda mahali penye wanafaa kutengeneza mashule, wanafunzi wanasomea chini ya mti. So Rigathi hakusema watu warudi kwao. Rigathi alisema kama wewe ni wa Wajir, inamaanisha uko Wajir kuna stahili kukuwe na national school. Hiyo national school haijawahi tengenezwa. Kunafaa kukuwe na primary school haijawahi tengenezwa. Kunafaa kukuwe na high schools kujawahi tengenezwa. And these are the people that are riding very huge cars, wakisema they are the lions of Africa, wakati yenyewe hawatengenezi mashule kwao. Itakuwaje una complain mtu amesema mtu asikuje kwa constituency yangu akitoka nje akitaka shule za kwangu, and yet constituency yake inapata the same amount of money kama vile yangu inapata? Do not blame Rigathi Gachagua. Hata in fact ukiangalia kwa comment section, hawa watu wametoka nje, especially ukikuja kuangalia tu wa Somali, wanasema enyewe tumekuja kurealize kuna mtu mwenye anatubeba kuna mtu mwenye ametubebea akili. And let me tell you, wakati yenye Kenya itakuja ichunguze vizuri, itakuja kupata exactly Kenya ilikuwa inatendeka Minnesota, imekuwa ikitendeka Wajir, Northeastern, Mandera, na imetoka huko hivyo juu, kutoka kwa leaders huko hivyo juu. Kuna leader mwenye ana protect MP ana protect MCA. Hizi pesa zote zenye wanapata, hakuna kitu yenye wanafanya, ni kwenda kuziinvest. Ngoja kwanza Amerika ikuja ichukue pesa zao. Immediately after that, ninaomba Kenya tupige investigation pia tuone. Tutaona wametucheza mbaya. Hapa tunafaa tukuwe na asset recovery.